Somo langu linaitwa nguvu ya neno. Nguvu ya neno. Amen. Tamka namna hiyo na Yesu akubariki. Nguvu ya neno. Nani ametamka kidogo? Ongeza sauti tena. Nguvu ya neno. Alafu piga na makofi mazuri kabisa. Amen. Amen. Nguvu ya neno. Hii dunia unayoiona Ndiyo iliumbwa kwa neno. Amen. Mungu alikuwa akitamka tu, ndiyo, na vitu vinatokea. Kabisa kabisa. Mungu alikuwa anaamrisha tu, ndiyo, na vitu vinatokea. Amen. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mwanzo, ndiyo, Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Ndiyo. Mungu akasema iwe nuru. Yes. Mungu akanini? Akasema iwe nuru. Nani amenisikia? Sema amina. Amina. Kama Mungu aliweza kusema, ndiyo, manake lile neno alilolitamka lilienda likaumbika likawa kitu kabisa. Neno lina nguvu ya kumuinua mtu, ndiyo, kutoka pale alipo, na akafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Na leo nakutamkia neema kwa neno la Yesu. Ndiyo. Pokea baraka ulizozikosa muda mrefu. Napokea. Kuna mtu amekosa matumaini, ndiyo, kwa sababu kila anachoshika akiendi kabisa. Leo kiende kwa jina la Yesu. Amen. Nasema leo kiende kwa jina la Yesu. Kuna watu wanalala kwa wasiwasi. Ndiyo. Kila anachofanya kina matokeo kabisa. Biashara anayoshika inaharibika. Amen. Ndoa haina amani kabisa. Watoto wanafeli. Ni kweli. Kwa neno la Yesu pokea baraka kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Kama Mungu aliweza kuumba vitu vyote kwa neno, ndiyo, hata shida yako inaweza ikatatuliwa pia kwa neno. Kabisa. Kama Mungu alisema giza, akatenga giza na nuru, ndiyo, hata umaskini wako unaweza ukaondoka kwa neno la Yesu. Kabisa. Kama Mungu alitamka maji na yakusanyike, na yakakusanyika sehemu moja, Mungu anaweza akaleta wateja kwa neno kwa jina la Yesu. Kama Mungu aliamrisha miti kachipuka kwenye ardhi, hata wewe maisha yako yanainuka kwa jina la Yesu. Kabisa. Ninamuona mama mmoja, historia yake mbaya inaondoka, na kutamkia neema. Nenda kastawi kwa jina la Yesu. Amina. Nenda kastawi kwa jina la Yesu. Amina. Inua na mikono yako, piga na makofi ya juu kabisa. Amen. Mungu aliamrisha vitu vikatokea. Ndiyo. Mungu alinini? Aliamrisha. Kitabu cha Yohana 1. Shuka nayo hapo chini. Yohana 1. Yohana 1 nitasoma kwa jina la Yesu. Piga makofi, sema amina. Soma. Nayo inasema, ndiyo, hapo mwanzo kulikuwako na neno. Hapo mwanzo kabla ya vitu vyote kulikuwepo na nini? Na neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwepo kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Neno ndiye Mungu mwenyewe. Amen. Endelea. Mstari wa pili unasema, ndiyo, hapo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Soma vizuri. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwepo kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tamka kwa sauti sana, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nahitaji vyote vifanyike leo kwa neno lako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Uchumi wangu ufanyike leo kwa neno lako. Amani ya moyo ipatikane leo kwa neno lako. Uchumi wangu uinuke kwa neno. Piga makofi mazuri kabisa. Amina. Mtu wa Mungu jifunze kulishika neno. Yes. Acha kushika wanadamu wanasemaje. Kabisa. Mshike Mungu, umefanikiwa kwa jina la Yesu. Amina. Ukiwa makini kumsikiliza Mungu, ndiyo, hauwezi kufeli. Kabisa. Naongea tena. Ndiyo. Ukiwa na desturi ya kumsikiliza Mungu anasema nini kwenye maisha yako, ndiyo, hauwezi kufeli. Kabisa. Tunafeli ni kwa sababu, ndiyo, tunasikiliza watu. Kabisa. Tunafeli ni kwa sababu tunafuata wanadamu wanayoongea. Ni kweli. Leo unashangaa muumini upo kanisani, ameingia amenuna, kisa alikanyagwa na mwenzake kwenye maombi, na yeye ameingia amenuna. Kamshika hapa. Amen. Huwezi kupona. Kabisa. Huwezi kupona. Kabisa. Huwezi kupona. Kabisa. Mtu akikukwaza, muone kama binadamu ana mapungufu yake. Kweli. Alafu ingia mwambie Mungu nipe amani. Yes.
Nani amenisikia aseme amina? Amina. Nani amenisikia aseme amina? Amina. Ukiwa na desturi ya kusikia neno, chochote unachofanya kinaenda. Kabisa kabisa kabisa. Chochote unachofanya kina nini? Kinaenda. Hakuna mtu aliyelishika neno ndio mambo yake asiende. Kabisa. Kwa sababu gani? Ndio. Ukilishika neno, ndio hatua ya kwanza neno litakufundisha una nguvu ya kutamka vitu vikatokea. Amen. Una nguvu ya kutamka vitu vikatokea. Amina. Nani amenisikia aseme amina? Amina. Una nguvu ya kusema na mambo yakaota. Kabisa. Una nguvu ya kushika kitu ukakitamkia pona. Na kikapona kwa jina la Yesu. Kabisa kabisa. Sema tena amina. Amina. Palipo neno la Mungu magonjwa yakai. Yes. Palipo neno la Mungu uchawi haukai. Palipo neno la Mungu madeni hayakai. Palipo neno la Mungu maskini haukai. Leo nalituma neno lije likuvushe pale ulipo. Nalituma neno lije likuponye kwa jina la Yesu. Hebu sema napokea. Napokea. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Sindikiza na makofi mazuri kabisa. Amen. Siri pekee ni neno. Ndio. Lizibe sikio usisikilize wanadamu wanaongea nini. Kabisa. Mpe sikio lako Mungu. Mungu. Umefanikiwa. Amen. Kumbukumbu ya Torati inasema, ndio, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, ndio, kutunza, kufanya, kushika yale maagizo ninayokuagiza hivi leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Amen. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Amen. Utabarikiwa uingiapo. Ndio. Utabarikiwa utokapo. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa mashambani. Ukiendelea mbele, baraka mojawapo maandiko yanasema, Bwana atafanya adui wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Kabisa. Watakutokea kwa njia moja, watatawanyika kwa njia saba. Na alituma neno kwenye nyumba yako. Yule mchawi aliyevuruga amani, akavurugwa yeye mara 7. Na alituma neno kwenye ndoa yako. Walioleta mtikisiko wakatikisike wao kwa jina la Yesu. Na alituma neno pale sokoni ulipoweka biashara yako. Na alituma neno likavuruge maroho mabaya aondoke. Piga na makofi mazuri kabisa. Amina, amina. Neno. Mimi nikiwa hapa, nikisema kwa jina la Yesu pokea moto. Hatuji na mamoto afu tukakushikisha. Kabisa. Neno linageuka kuwa moto. Amen. Na unaungua kweli. Amen. Una nini? Unaungua. Hebu inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe nguvu ya neno. Nipe nguvu ya neno. Ili maisha yangu yapone. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe nguvu ya neno. Nipe nguvu ya neno. Ili maisha yangu yabarikiwe. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Piga makofi mazuri kabisa. Amina. Neno. Yes. Nini? Neno. Amen. Wengi wanapenda kuingia kanisani, atabiliwe. Amen. Aombewe. Adui yake. Amen. Wakati wa neno apendi. Yaani muumini wakati wa neno anaanza kulembua macho, anasinzia. Amen. Ila akisikia nabii anasema pokea baraka. Hadi maini anacheza. Amen. Analuka mpaka juu. Huwezi kupokea bila neno. Kabisa. Huwezi kupokea bila neno. Kabisa. Mimi ninapokuambia pokea, kinachokuja kwako ni neno. Lile neno kilipokea kweli, neno linaumbika ulimwengu wa roho, unapona kwa jina la Yesu. Amen. Ninapokuombea ni kulituma neno, neno likija linaumbika, unapona kwa jina la Yesu. Amen. Nani uko hapa aseme ninaamini? Ninaamini. Napona kwa jina la Yesu. Napona kwa jina la Yesu. Kitabu cha Yohana 5. Shuka nayo hapo. Yohana 5 mstari wa 1 nitasoma kwa jina la Yesu. Nayo inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Ndio. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Ndio. Na huko Yerusalemu penye mlango. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabilika. Iitwayo kwa Kiebrania changamka, Bethesda. Nayo ina matao 5. Ndio. Mstari wa 3 unasema, ndio. Ndani ya hao
jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Vipofu, viwete, na waliopooza, wakingoja maji yachemke ili wakaoge. Amen. Amen. Endelea kusoma. Mstari wa 4 unasema kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza aliyeingia baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi. Sikiliza kwa makini, anzia hapo, sema amina. Amina. Ukianza mwanzo anakuambia kulikuwa na birika lenye matao 5. Linaitwa Betsaza. Sema amina. Amina. Ndani ya hilo birika kulikuwa kuna vipofu, viwete, wagonjwa waliopooza, walikuwa wamelala. Amen. Biblia imebagua wale wagonjwa, alafu imekuja kumtamka mtu huyu, na hapo palikuwa na mtu amekuwa hawezi. Je, wale waliokuwa wamepooza sio watu? Ni watu. Naongea na wewe unanitazama, walikuwa sio watu? Ni watu. Walikuwa sio watu? Ni watu. Wale vipofu walikuwa sio watu? Ni watu. Viwete walikuwa sio watu? Ni watu. Kwa nini Biblia imembagua huyu? Hebu inua mikono yako sawa Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwenye ibada ya leo. Kama utamponya mmoja, nipendelee mimi. Sema nipendelee mimi. Sema Bwana Yesu. Kwenye ibada ya leo. Kama utatatua shida ya mtu mmoja, sema Yesu. Nipendelee mimi. Piga na makofi mazuri kabisa. Amen. Yesu hakuhangaika na wale kwa sababu imani zao zilingoja maji yachemke. Lakini yule mwenye imani Yesu alienda kumtembelea kwa jina la Yesu. Leo nimeliachilia neno likuvushe pale ulipoteseka. Soma hapo. Mstari wa 5 unasema na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Ndio Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, ndio alimwambia wataka kuwa mzima? Wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu akasemaje? Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Sina mtu wa kunitia wapi? Birikani maji yanapotibuliwa. Ndio. Ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Twende. Mstari wa 8 anasema Yesu akamwambia simama, jitwike godoro lako uende. Yule mtu mara yule mtu akiwa mzima. Soma vizuri hapo. Mstari wa 9 anasema mara yule mtu akawa mzima. Akawa mzima. Piga makofi mazuri kabisa. Amen. Amen. Wekeza masikio nisikilize. Nani yuko hapa aseme amina? Amina. Yesu anamfuata yule jamaa aliyelala miaka mingi sana. Sema tena amina. Amina. Anaenda kumpa neno la baraka. Anamwambia wewe aliyelala hapa mgonjwa, je, wataka kuwa mzima? Hapo ni kama leo upo kwenye ibada hapa na unajua uponyaji uko hapa. Adui anahamisha akili yako. Unaanza kuwaza kuombewa, kutabiliwa. Unaacha kushika neno. Unaacha kushika neno. Adui amenyang'anya imani za watu wengi kwa sababu akiwa hapa anakuletea mtu anakuambia bwana, hapa ulipo hapana Mungu, ila ukienda sehemu fulani kuna Mungu. Amen. Anakuhamisha kwenye baraka kabisa. Huyu mgonjwa alikuwa amelala. Yesu akamfuata akamwambia, we jamaa, wataka kuwa mzima? Jibu lilikuwa ni fupi tu. Ndio Bwana, nataka kuwa mzima. Akaanza kusema mimi sina mtu wa kunitia birikani. Manake ana roho ya utegemezi. Anawaza aombewe kuliko kulipokea ile neno la baraka. Sema tena amina. Anawaza awekewe mkono wakati ameambiwa wataka kuwa mzima. Jibu lilikuwa ndio Bwana, nataka kuwa mzima. Anaanza kujitetea. Mimi Margaret Bwana, sina mtu wa kunisaidia. Sina mtu wa kuniombea. Nimepiga simu kwa nabii hajapokea. Nimempigia msaidizi hajapokea. Nakufa mimi elewi. Acha uchizi. Acha uchizi. Acha uchizi. Yesu anaweza kukuponya. Imarisha imani yako. Na Yesu anakubariki kwa jina la Yesu. Sema tena amina. Amina. Mwangalie jirani, mwambie oye kwa utegemezi.
Mwambie oye kwa utegemezi. Oye kwa utegemezi. Mwambie unaendeleaje? Unaendeleaje? Ulivyotegemea watu umepata nini? Uliotegemea watu umepata nini? Anafanya macho hivi. Amen. Anaifahamu milango ya makanisa yote Dar es Salaam na Pwani. Kabisa. Anawafahamu wachungaji wote. Wote. Akisikia mchungaji anatabiri huyo ndo wa kwanza. Amen. Akakae siti ya mbele atabiriwe. Yes. Yesu anamwambia, ndio, wataka kuwa mzima? Yes. Jamaa anaanza kujitetea. Lakini Yesu alimwambia neno moja. Ndio. Jitwike godoro lako uende zako. Amen. Manake nini? Kwenye lile godoro uliolala hautarudi tena pale. Kabisa. Libebe, ondoka nalo. Kabisa. Na mimi nakwambia sema amina. Amina. Leo unavyoinuka kurudi nyumbani, magonjwa kwako ndio kuisha kwa jina la Yesu. Amina. Naongea na sauti ya kinabii, mtu mmoja aseme napokea. Napokea. Vile unavyogeuka kurudi nyumbani, umaskini kwako umeisha kwa jina la Yesu. Kabisa kabisa. Magonjwa kwako yameisha kwa jina la Yesu. Roho ya kukataliwa kwako imeisha kwa jina la Yesu. Roho ya madeni imeisha kwa jina la Yesu. Chapa makofi na vigelegele. Amen. Ndio wale watu wakienda kwenye ibada, ndio akikuta nabii hayupo, anajifanya anachukua simu aenda kuongea na simu. Amen. Huko ana pochi yake. Anaangalia huko, anaangalia huko, anaangalia huko. Anaanza, "Halo? Halo?" Amen. Akitokomea huyo nyumbani. Kabisa kabisa. Nini? Baba hayupo. Hayupo. Hilo li baba ambalo linatembea na Yesu wake. Ni la namna gani? Hapo. La namna gani? Hapo sasa. Kwani mimi nikiondoka hapa nimeondoka na Yesu? Hapana. Hapana. Muulize jirani, akiondoka ameondoka na Yesu? Kwani akiondoka anaondoka na Yesu? Basi huyo Yesu atakuwa ni bibi yake. Amen. Lakini kama ni Yesu wa Nazareth, ndio kila mahali yupo. Kabisa. Kila mahali yupo. Yupo. Kila mahali yupo. Yupo. Kuna nyimbo moja naimba, namshangaa Bwana Yesu kila niendapo na nini? Namkuta. Hapa yupo kwa jina la Yesu. Amen. Utajiwaje yupo? Subiri tumshushe hapa. Yes. Jirani yako aliyekaa naye huyo utasikia amelendemka kama mchuzi. Kilichomlendemsha ni nini? Haujui. Haujui. Sema tena amina. Amina. Huyo anayepiga makofi, ndio utasikia mimi ni shangazi. Natoka. We shangazi, na kuona we shangazi amekujaje hapa? Hapo. Kazi ya neno la Yesu ni kubomoa ufalme wa giza. Kabisa. Ni kubomoa ufalme wa giza. Ule ufalme wa giza uliojengeka ndani yako leo unang'oka, unaharibika kwa jina la Yesu. Napokea. Ukisoma kitabu cha Luka 5. Ndio. Ukisoma kitabu cha Luka 5. Ndio. Inaeleza namna hii. Sema amina kubwa. Amina. Usiponisapoti kwa amina na nitaacha kuongea. Sema amina kubwa. Amen. Kitabu cha Luka 5 kimeeleza namna hii. Ndio. Yesu amekutana na Petro, anamwambia Petro, chukua shusha nyavu, nenda chukua chombo na nyavu, nendeni kilindini mkavue samaki. Amen. Yupo mtu aseme amina. Amina. Petro anaanza kumwambia Bwana, mimi ni mvuvi. Ndio. Na ni bingwa wa uvuvi. Ndio. Majira ya kuvua samaki ni usiku. Usiku. Sisi tumefanya kazi usiku kucha, hatujapata kitu. Kabisa. Sema tena amina. Amina. Tumefanya kazi usiku kucha, hatujapata kitu. Lakini Petro akakumbuka, sijapata kitu, ila kuna silaha moja ambayo ipo kwa neno lako. Yes. Sema tena amina. Amina. Sijapata kitu kwa neno lako. Nashusha nyavu sasa hivi napata kwa jina la Yesu. Petro alitumia akili. Nimevua samaki sijapata, lakini silaha ya asili neno lako. Neno la Yesu ni taa la miguu yangu. Kabisa. Taa miguu yangu. Sema amina. Amina. Na mimi nakutamkia yale aliyokwama kwenda kwenye maisha yako kwa jina la Yesu yaende kwa jina la Yesu. Yale yaliyoshindikana muda mrefu kwa jina la Yesu yaende. Yale yaliyokwama miaka mingi kwa jina la Yesu yaende. Pale ulipoumwa miaka mingi kwa jina la Yesu pona. Pona. Amina. Pona. Neno ni nini? Ni mamlaka. Yes. Hapa kuna mama wa Kiafrika wanajua. Ndio. Mama wa Kiafrika unaweza kaalikwa naye kwenye sherehe. Ndio. Anakuvuta pembeni mtoto wake. Amen. Anakuambia, ndio. Tumealikwa. Tukikaribishwa usile. Amen.
Unaweza kushangaa, nisile vipi? Eti nimesema usile. Amen. Alafu anapokaa, ndio anakaa mahali ambapo anajua kabisa unaweza ukamwangalia. Amen. Alafu linakuja beseni la kuku, miguu inagongana hivyo. Nakumbuka amri ya mama, usile. Sema tena amina. Amina. Usinini? Nisile. Kula uone unavyoenda kufinywa mapaja. Amen. Umeambiwa utakaribishwa. Ila usinini? Nisile. Na kuhoji uwezi. Amen. Labda uwe jeuri kama mimi ndio unaweza kuweza. Kwani nisile? Amen. Usile kwa sababu nimesema kuna nini? Kula. Manake nini? Neno langu ni amri. Usile. Amen. Sema tena amina. Amina. Neno ni mamlaka. Ndio. Neno ni mamlaka. Kabisa. Ukihitaji adui akate moto, hauna haja ya kuhangaika. Sema kwa jina la Yesu. Maandiko yamesema usimwache mwanamke mchawi kunini? Kuishi. Adui yangu fulani, kata moto kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wewe unaanza kuhangaika. Eti huyu ananisumbua sana. Ndio. Ngoja nitamuonyesha. Ajui mimi wa Bukoba. Mimi ni Muhaya. Haya, na uhaya wako mbona umelogwa? Hapo. Usishindane kwa maneno. Kabisa. Tumia neno, unapona kwa jina la Yesu. Amina. Mwenye neno wanaposemwa vibaya, wanapomtukana watu mtaani, aliye na neno la Mungu anasema, mimi sishindani, nashindaniwa na Bwana. Kabisa. Bwana atanipigania, nami nitanyamaza kimya. Muda mchache unashangaa, wale mashosti waliokuwa wanakusema wameanza kusemana wenyewe, wanaanza kugombana wenyewe, na leo nachafua ulimi wao. Maadui zako wakagombane wao kwa wao kwa jina la Yesu. Amina. Wagombane wasigombane. Wagombane. Sema tena amina. Amina. Alafu yule ambaye hana nguvu atakuja kujibembeleza kwako. Shosti namba 20 nikwambia. Sio mimi. Ni yule. Ndio. Sio mimi. Ni yule. Amen. Sema tena amina. Amina. Bwana atawapigania. Nanyi mtanyamaza kimya. Mtanyamaza kimya. Aliye na neno la Mungu, wakati biashara inayumba, anasema yupo Bwana aliyesema nitabariki kazi ya mikono yako. Yupo. Nitabariki kazi ya mikono yako. Wewe unahangaika, una neno. Amen. Una nini? Sina neno. Una nini? Sina neno. Ngoja nirudi nikwambie kitu, labda nikukandamiza na kitu kizito, labda utaamka ufahamu. Amen. Kuna ile formula ya maombi, Baba yetu uliye mbinguni. Ndio. Ile formula ile. Wangapi wanaifahamu? Baba yetu uliye mbinguni. Ukishuka pale, maandiko yanasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sio ya kwako. Ndio. Mapenzi ya Mungu ndio yatimizwe. Amen. Yupo anayenielewa? Amina. Unaweza ukaomba gari na usipewe kwa sababu mapenzi ya Mungu sio kukupa gari. Kabisa kabisa. Unaweza ukaomba mume na usipate kwa sababu mapenzi ya Mungu wakati huo sio kupata mume. Kabisa. Sasa wewe unataka mume ili ukalingishie watu kwamba na mimi nimeolewa. Amen. Si utatupa shida, tutalala. Kabisa kabisa. Bora Mungu akuache hivyo hivyo. Ndio. Sema amina upate kubarikiwa. Amina. Leo nimekuja nikuombee. Ndio. Moyo wangu umenyambia nikuombee. Neema kukubalika. Amen. Sema tena amina. Amina. Ninatamka namna hii. Nimekuombea maombi. Mungu akupe neema kukubalika. Kabisa. Wengi wamekosa kazi ni kwa sababu hawakubaliki. Ndio. Hawana kibali. Wengi wamesaulika na jamii kwa sababu kibali hakipo. Wengi wanazalaulika mtaani, kibali hakipo. Yesu akukumbuke, akupe kibali cha kubalika. Nene muongelea nione nitazama. Pokea kibali cha kukubalika. Kila mahali utakapoweka hatua moja, ile jamii yote waseme anatembea na Mungu yule pale. Anatembea na Mungu yule pale. Mbarikiwa yule pale. Mbarikiwa yule pale. Ni wewe ninayekuongelea. Pokea. Amina, napokea. Nimeisikia ndani ya moyo nikuombee. Pokea neema kukubalika. Napokea. Sema amina kubwa. Amina. Pokea neema nini?
ya kukubalika. Yes. Kuna watu wamekataliwa mpaka na wanaume zao. Yes. Hawezi kuongea mume akamuunga mkono. Kabisa. Hawezi kuongea mume akamuunga mkono. Kabisa. Kuna watu wamekataliwa hadi ndani ya familia. Ndio. Yaani kikao cha familia kinafanyika, yeye hana taarifa. Anakuja kupewa taarifa, tulikaa mwezi uliopita. Amen. Amesaulika. Kabisa. Roho ananiambia nikuombee ukubalike kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kibali na Yesu akusaidie. Napokea. Ukiwa na kibali, ndio chochote unachofanya kinaenda. Kabisa. Piga makofi mazuri kwa jina. Amen. Amen. Yupo mtu hapa aseme amina? Amina. Yupo mtu hapa aseme amina? Amina. Mungu akukumbuke kwa jina la Yesu. Amen. Ngoja nikupe neno la hekima. Ndio. Kila mtu ana vita yake. Kabisa. Na kila mtu ana njia yake ya kufanikiwa. Amen. Usitamani njia ya mwenzako. Ndio. Muulize Mungu njia yako ni ipi. Amen. Usitamani nafasi aliyopo mwenzako. Ndio. Haujui kapitia vita gani. Amen. Sema tena amina. Amina. Usitamani kuishi kama yule. Kabisa. Usitamani kuwa kama yule. Yes. Unajua yule ameandikiwa nini? Amen. Unajua yule kapitia mangapi? Hapo. Sema tena amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Maono yako yakiwa makubwa, ndio, na vita yako ni kubwa. Ukubwa wa vita yako unatafsiri kile ulichokibeba ulimwengu wa roho ni kikubwa kiasi gani. Kabisa. Kama umebeba kitu kidogo, hata vita yako ni ndogo. Sema tena amina. Amina. Mti wenye matunda utautambuaje? Pale chini una mawe mengi. Hata kama sio majira ya matunda, utasema kuna wakati ulikuwa na matunda, watu wakarusha mawe. Kabisa. Yale mawe yakaangukia pale chini. Amen. Utamjuaje mtu mwenye baraka? Ndio. Kila mtaa akipita anasemwa. Yes. Na Mungu ana njia mbili za kumbariki mtu. Amen. Mungu ana njia ngapi? Mbili. Mungu anaweza kukubariki kwenye amani. Ndio. Yaani watu wote wanakupenda, Mungu akakubariki. Amen. Lakini kuna njia moja Mungu anabariki. Ndio. Watu wote wanakukataa. Wanaanza kukusema vibaya. Wanakuona we pale kama ni mbaya. Ndio. Wanakutukana, watu wanakutenga. Vile wanavyokutenga, wanamwachia Mungu nafasi ili akubariki. Yes. Sema tena amina. Amina. Yaani watahisi kama wanakutenga. Ndio. Kama wanakukimbia ubaki mwenyewe. Alafu wanakaa mbali kwamba tuone mwaka huu utaishaje. Vile wanavyosema tuone, Mungu anakuja kuwaaibisha. Mungu anakuja kuwaaibisha. Mungu anakuja kuwaaibisha. Maandiko yanasema akili za Mungu si kama za wanadamu. Yes. Mawazo ya Mungu si kama wanadamu. Yes. Mwanadamu anawaza mabaya. Ndio. Mungu anakuwazia mema kwa jina la Yesu. Yes. Amina. Nimekuombea uliyeko hapa. Ndio. Mungu akuinue kwa jina la Yesu. Amina, napokea. Chapa na makofi mazuri upate kubarikiwa. Amen. Nisikilize neno la hekima ninapotafuta wingu la kwanza kutabiri. Amen. Maana leo nimejipanga ipasavyo. Yes. Kunini? Kutabiri. Niandalie tu mtu mmoja, unataka nimtabirie nani? Amen. Yaani wewe mwenyewe kwa roho yako niandalie mmoja, unataka nimtabirie nani? Yes. Mama Kalemba, mbona umemwangalia mzee Macha hivyo? Ndio unamwandaa vizuri Sawa kabisa. Amen. Nimeipenda hiyo. Yes. Ukiwa na rafiki wa karibu kama Mama Kalemba, ndio utabarikiwa sana. Amen. Kwa sababu anakuazia mazuri. Yes. Yaani kwanza akamwangalia mzee Macha kama ana pressure. Ndio. Nisije nikamlipua tabiriwe kumbe ana pressure. Amen. Alafu alivyojihakikisha ana pressure, akasema nimemwandaa mzee Macha. Amen. Amen. Nisikilize. Yes. Kitabu cha Yeremia 18. Maandiko yanasema neno la Bwana lilimjia Yeremia kusema, mwanadamu, ondoka uende mpaka nyumba ya mfinyanzi. Yes. Sema tena amina. Amina. Ondoka uende mpaka nyumba ya mfinyanzi. Yes. Kuna baraka nyingine ukingangania pale ulipo uwezi kuzipata. Kabisa. Unapaswa uondoke. Ndio. Uende mbali. Yes. Ukakutane nazo. Amen. Kasome kitabu cha Mwanzo 12. Ndio. Mungu anamwambia Abrahamu, toka wewe kwenye nchi ya babako na jamaa zako. Yes. Uende mbali
mbali. Ukifika kule nitakufanya taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Amen. Mungu akiona jamii inayokuzunguka wanakuchukulia poa, wanakudharau, Mungu anaweza akakutoa pale akaenda kukutajirisha kwa watu wa mbali. Kabisa kabisa. Alafu wale watu wa mbali wakanufaika na wewe, ndugu zako wakabaki. Amen. Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Amen. Yeremia aliondoka akaenda kwenye nyumba mfinyanzi. Ghafla akakuta mfinyanzi anafanya kazi kwa magurudumu. Anafinyanga vitu. Anafinyanga vitu. Yeremia anamtazama. Wakati yule mfinyanzi anaendelea, chombo alichokuwa na kifinyanga kiliteleza kikavunjika mkononi. Yeremia akasema, I want to see what is going on. What is going on? I want to see what is going on. Wakati Yeremia anaangalia, mfinyanzi alichukua udongo akafinyanga kitu kingine. Neno la Bwana likamjia Yeremia mara pili. Je, mwanadamu, nyie nyumba ya Israeli, mimi Mungu siwezi kufanya kama mfinyanzi? Kama alichokifinyanga mara kwanza kimeharibika na akafinyanga kingine, je, Mungu hawezi kukurejeshea baraka? Kama alikupa mara kwanza hawezi kukupa tena? Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unalia? Kwa nini unavunjika moyo? Yule Mungu aliyekuvusha jana bila wewe kutegemea hawezi kuvusha tena? Anaweza. Nani ananisikia? Sema amina. Amina. Yeremia akasema, Bwana Mungu anaongea, anamwambia mimi siwezi kufanya kama mfinyanzi. Inamaanisha nini? Hata ukipitia mahali biashara ikaharibika, mwambie Mungu nakushukuru. Wewe ndio uliyenipa hii biashara. Na kesho utanipa biashara nyingine. Amen. Mungu, ndoa imeharibika, na kushukuru wewe ndio uliyenipa ya mwanzo, utanipa tena ya pili. Amen. Tatizo lenu mnapenda lawama na kulia. Amen. Lawama na nini? Na kulia. Yesu awasaidie mbadilike. Amen. Taifa la Mungu, Yesu awasaidie mbadilike. Amina. Hebu gusa kifua namna hii, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nataka nisikie hadi kule nyuma, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba nipe nafasi ya kubadilika. Ili nizipokee baraka zangu. Kwa jina la Yesu. Piga makofi mazuri kabisa. Amen. Kuna mtu amenielewa? Sema amina. Amina.